before anything. That becomes so spiritual. I come here to Nairobi. I know this is a city where we have altars, demonic altars, powerful altars, controlling altars. But when I come here, I will not just do the same as others are doing. I will lift up my God. I will lift up an altar that will speak for what we are doing here in Nairobi. But the altar makes you strong or makes you weak. The altar makes you powerful. If you don't have a strong altar, it means every other demonic altar that will come will make sure that you are destroyed. You can never succeed. Kama madhabahu yako ni madhabahu hatuna nguvu, lazima uige. Wale ambao pale kwa upande wa shetani ndio wanatoa watoto, wanamwaga damu, wanaesa siku, wanafanya mambo makubwa yasiyo na malengo mazuri, kwa sababu wamekuwa madhabahu. Na waliinua madhabahu wao wenyewe, wakateremka chini, wakainua madhabahu yanayowapigania. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima uweze kutambua kitu cha kwanza, wewe uweze kuwa mwenye moyo mnyenyekevu, moyo mtulivu, moyo wa chini. Alafu kisha namba 2, uinue madhabahu yanayoweza kukupigania. Kama hauna madhabahu yanayoweza kukupigania, hakuna vita utaweza. Kuna huyu mfalme walikuwa wametabiriwa na Elia, wana wa Israeli, wakaambiwa muende na mtapigana vita na mtashinda. Lakini walipoenda wakapigana, wana wa Israeli wakapigana hawa Wafilisti, wakashinda vita. Mida ya saa 11 wakati mfalme wa Filisti alipoona tunashindwa, alimchukua mvulana wake wa kiume Izonsa first, akamgongesha ukuta, akamuua, akamtoa kafara. And from that minute wana wa Israeli walinyoroshwa na wakashindwa vita, licha ya kuwa kulikuwa na unabii ulitolewa awali ya kusema watashinda. Lakini huyu mzee alijua, akainua madhabahu, na aliinua madhabahu kupitia kwa mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu yakakuwa makubwa na wakashinda wale wana wa Israeli. In 1 hour, only 30 minutes, madhabahu ikapigana na wakashinda. Kwa hiyo madhabahu ni muhimu. Waganga wakienda kule, mchawi anaenda kwa waganga, anaenda na 100,000. Kama hautatoa ujue, uombe Mungu akusaidie kujua ni nini walitoa ndio wakumalize,
basi utashindwa kuishi. Sasa na ukuje hapo kwa shilingi 1000, ukuje hapo kwa shilingi 2000, shilingi 50, you never win this battle. That is why unaenda kanisa, umetoka kanisa hii, umeenda kanisa hii, umeenda hii kile, umeenda hii kile, lakini ukakosa kuelewa ni madhabahu gani yanatawala kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why it is very important kuelewa ni madhabahu kabla ya kuanza maombi, kabla ya kuanza safari ya maombi. Lazima uelewe ni mizimu gani inaozungumza kweli. Ni madhabahu aina gani? Ni madhabahu ya kiusherati? Ni madhabahu ya kipolygamous? Ni madhabahu ya umaskini? What kind of altar that is speaking in your life? The day you understand what kind of an altar that is speaking in your life, you will be able to counter the altar, because you will be able to know how to raise the altar, raise a sacrifice that will fight the battle for you. It is the altar that fights for the battles and the sacrifices that we give. It is not much about prayers. Prayers utaomba, but remember all where the servants of God went, they sacrificed. For them to win any battle, they sacrifice. And they sacrifice at the altar. Abraham mahali aliambiwa aende katoe sacrifice. That is where his grandchild Jacob alikuja amejikuta amelala, na hapo ndio mbingu yake ilifunguka, akaanza kuona malaika wakipanda wakishuka, because of the altar of the grandfather, not because of him. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha, I think it's a book of Acts, where Timothy, is it Acts or Romans, somewhere there, Timothy, Paul was speaking to Timothy about the faith he had, and he referred the faith to his grandmother. Na akamwambia, your grandmother Lois had a powerful faith. Your grandmother Lois had a powerful insight of God. And even your mother was like your grandmother. And therefore I can see you are going far because of your grandmother. So the faith or the foundation that was raised or created by your grandfather, your grandmother, your father, your mother, will propel you to where you become. If your faith, or if the ground that you are in is grounded on witchcraft that was raised by your grandfather or your grandmother, until today you will be operating in a similar spirit. That's why you find there's so much difficulties. Kuna shida kubwa katika familia. Because babu yako alikuwa mganga, shosho yako alikuwa mganga, wewe uliokoka au kufanya mganga. Yeye baadaye aliokoka akaingia PCA, hakuvunja madhabahu ya kiuganga. Mimi hayo madhabahu bado ina exist. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you destroy the existing altar, that is when you can count yourself moving forward. But if the existing altar remains to be existing, hakuna mtu alifu a spiritual ground, a spiritual authority is activated. Once it's activated, it starts inaanza kutafuta wapi kuna spirit ambayo ita connect na mimi. Sasa hivyo itamaanisha kama uka yako alikuwa mganga, whatever will happen here, the uganga spirit will be activated. Na kutoka hapa ataprofesa. Naona mchawi. Na vitu ambazo nitavifanya hapa ni za kiuganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni za kiuganga. So you must be able to understand yourself from the origination. For you to conquer that battle that you are in. For you to win that kind of challenges that is in your life, you must understand the historical background ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii madhabahu inakufuata. Wajuda ndiyo baba yake Yesu. Juda muheriga, Yesu ametoka kwenye muheriga ya Juda. Na Juda ukiangalia historia yake kutoka mwanzo ilikumbwa na usherati mkubwa sana. Baba alizaa mtoto mke ambaye alikuwa ni mke wa wavulana wake wawili. Nayo wavulana mmoja
aliambiwa patiane pepo, akamwaga chini. To confounded katika usherati. Ukiwafuatilia venye wamepanga hizo familia zote za kutoka katika nyumba ya Juda, ni usherati tu. Wende kwa Jese, sherati. Daudi ni msherati, na hata Yesu alipozaliwa na akakua alikutana na usherati pale kwenye mtu. The spirit wanted to attack him because the spirit kept following. Hiyo roho inakufuata, na inapokufuata itakuandama na inakukamatianga at the most crucial place. That is where normally ukiona nikiconfess ile mambo niliwahi kufanya, I'm confessing to delete myself from that spirit. It is always good, and that's why I normally ask you, confess it. Kama ni msherati, sema mimi ni msherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema mimi ninaona mama kama huyu nikiona ninaanza kufanya hivi. It is not you. It is not you. That is your father speaking in you. That is your grandmother speaking in you. Kuna mtu sema kama wewe unaona kimadongo na zani. Baba anashindwa kujizuia. Baba anakuja anambia Yesu kanisa. Because the man or the woman inside you ndio anakuprovoke, because you are operating under that spirit. You are operating under that altar. Ukienda kwa biashara kama sasa, kwa mfano wale watu ukiona biashara nyingi zimeanguka, wakati unaenda kufungua biashara unakuta there is this spiritual husband or spiritual wife that comes. Kesho unaenda kufanya interview, unaona usiku unalala ukilala na mtu, na ukilala na huyo mtu kazi lazima ianguke, because they are monitoring spirit that they are supposed to stop you. Maana in your family, because of the deeds of your father, the deeds of your grandfather, the deeds of your grandmother, there is a limitation. Kuna mahali umeambiwa hii familia haipitangi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So every time you want to go, unaenda tena kwenda kufanya hiyo biashara, utengeneze taratibu, deal yote unaisuka vizuri, unaitengeneza vizuri mpaka siku ya kwenda kwa sign agreement, ndio kitu kinatokea. Because kuna limitation. Mumeambiwa kwenu hakufai kupitisha shilingi milioni moja. Na ukipitisha na kashilingi kamoja, ile vita itatokea kwenu ya magonjwa, ya kansa, ya diabetes, kila aina ya ugonjwa itakuja, because wanatumwa kuulizwa huyo mmemkubalisha aende aje. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important before you start any begin, kama ni marriage, issue ya marriage, kama ni biashara, kama ni huduma kama hii, lazima ujitafute, ujisort out, ujielewe. Utakuja kwa huduma hii na itaanguka, or utaishi kistruggle. You live struggle. Why? Because unaenda kusimamisha, unakuta yule bukaweni mganga anakuja anasimama hapa. Na huyo bukaweni alikuwa mganga na alikuwa msherati. Unakuta sasa wamama hawa wote tukiwaangalia tunaona kana vitu. Majabu imelala hivi. Because my grandfather was a prostitute now. Amejitokeleza na anaanza kufanya kazi ambayo anataka kufanya. So unang'ang'ana na madhabahu, unang'ang'ana na huduma. It is not working because there is a power behind you that is containing you, that is obstructing you, that is making you not succeed. Moses failed to go to Canaan not because he made many mistakes. This Moses alikuwa na makosa mengi sana, but because there is that curse of who? Jacob. Mwenye ni Jacob aliita vijana wake. Is Jacob? Yes. Akaita vijana wake akawaambia, kujeni niwaambie siku za huko mbeleni venye mtakuwa. Akawaita ule kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Ruben. Akamwita Ruben, akamwambia Ruben, you are my first strength, nguvu yangu Bwana. Lakini kwa sababu ya venye ulilala kwa kitanda ya baba yako, hiyo laana itakufuata. Akafika kwa Simon na Levi, akawaambia Simon na Levi walikuwa watu wa hasira, walikatakata ng'ombe, na hiyo ndio plani ya Musa. Na wakaambiwa hiyo hasira mtaishi kwa upanga, na mtaishi kwa hizi matatizo. Ilirudi kukutana na Musa in the crucial appointment time. Akaangusha hiyo tablet and he lost it. Kuna laana hii ya zamani sana, lakini ilikuja kupatana na kizazi kimoja.
Now that is what now is containing you. You are suffering not because you ought to suffer. You are suffering not because you deserve to be suffering, but because you happen to come from that lineage of an obstruction. Because you come to a lineage ya waganga. Ndio unajikutanga every time. Unajikuta wale watu unakutana na wao. Ili utakutana na mhubiri mpaka ama utakutana na mwanamke kama huyu, kitu atakudirect ni kwenye mtenda huko Tanzania kuleta kauchana. Lazima unakuta wana create an environment for you to find yourself there. Why? Because you are umekamatwa kwa njia hiyo. Umekamatwa kwa misingi ambayo inakufunga, misingi ambayo inakudestroy. Na hiyo misingi iko hapo ndipo sasa ikuangushe. Ndio unaona tukiinua madhabahu, unainua madhabahu makubwa. Kama mimi najua I come from a family that was so dangerous. My great grandfather ndiye alianzisha maua. Alikuwa anaitwa Waruinge. My great grandfather alikuwa na wanawake 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabrada za baba yangu wote walikuwa na wanawake zaidi ya 5. Baba yangu alikuwa na wanawake 2 tu kwa kuishi kwa nyumba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tukipita unaonaka sura, ukipita hizo unaona hii sura ni ya kweli. Sasa mimi ni nani nikose kufuata hiyo tabia? Mimi mwenyewe niko na watoto 18 wale ambao nimeshawaona. Hao wengine sijakutana, lakini sikia kuna mmoja pale na watafuta wakuje. Because it is not me. I was not myself. I was just doing a strategic line. I was in the pro. Nimekuwa kwenye mstari kama wale wengine. Nimekuwa nikikamilisha ahadi na covenant zilizotengenezwa na mababu zangu. Bwana Yesu asifiwe. And that is why you find you are failing in your business. Not because you're supposed to fail. Lakini yule ambaye umetoka kwake alikuwa hivyo. Na kuna limit alifika, hakupita juu. Kwa hivyo wewe pia hautapita. Na ukijaribu kung'ang'ana utazuiliwa. Na ukijaribu kupigana ndio ufike huko juu, you won't make it. Me, I tried marriages. All those 18, si watoto wa mke mmoja, ni watoto wa wanawake tofauti. I was trying this marriage, I was trying this. Na si ati nilikuwa na try marriage ati nione, nilikuangalia hapa kamekuwa kazuri sana kwa kuja. Nikienda kwa wengine kamekuwa kazuri sana kwa kuja. You see, the spirit ile ilikuwa na kukaa. This is the same spirit that was in me. The same spirit nguka ndiye alianzisha mauma. Wakiwa na kina Kemani. The same mimi ndiye alianzisha mkeke. Tukiwa na kina Maina. Bwana Yesu asifiwe sana. So you always find the bukai in me. Nikijaribu kufanya kitu naona bukai imetokelezea. Hawa wanawake wote nilikuwa nao the same bukai kwa nini? So whenever I try to move, nimeenda jela 22 times. Not because I committed crimes, no, but because the spirit of my grandfather, who was a fighter, came up with me. My mother and my father walienda jela. So walienda jela. My mother and father walienda jela. Na mimi nilijikuta ndani jela. So not unless you understand the biography, the history yako, ndio unaweza kujua kuvunja madhabahu. And this can only happen if you know how to pray to God. If you know how to connect yourself with God, so that God can reveal to you. Kuna wakati unaweza kuwepo uende mlima kule Heaven's Gate ama whatever place you go, uombe unataka kujua Mungu akwambie what could be the problem in my life. Alafu kwa ndoto unaona shosho kwa kasi shakana tena unaona kasi shosho ka 300 years kana kukibisa na kisu kanataka kukuua ama kana kuweka mtego. Unajua this is a generational problem. Huyu shosho is the cause of my problem. And this only can be known if you pray. This only can be related to you if you pray to God, then God will create, He will open up for you to know exactly what is the problem in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise you cannot make it. Otherwise on your own, na hiyo maombi yako ya bombardment, ninakemea uchawi, ninakemea umaskini. Unakemea umaskini gani na haujui umetoka wapi? Unasikemea umeoana na mwanamume mwenye kwao ni usherati, kwao origination, yani kuliko usherati na biki yako. Mumeoana na yeye kwa sababu alikuja akakuita baby, darling, akakuka kula kanyama, ukakula kakitu, ukanunulia mtasika moja ukakula, akakupeleka kwa nyumba, akakufanya bibi. Kabla hivyo
Unasikia sasa, ukipata historia nzuri, unasikia alikuwa na fulani, alikuwa na fulani, alikuwa na fulani. Sasa wewe ndio utakuwa Kristo. Wewe ndio utakuwa Kristo. Tunakuja bishop, tukao wewe ndio wakwale. Lakini ningeza kushamani na wewe akili. Bwana Yesu sasa. Ningeza samani na wewe wamutile kanile mrupitine. Lama jamani ndiye baki kile mtaka. Akiwa pelekea yule msichana mpatie ile kitu nataka. Msichana anapelekewa, anasema upatie chupa ya wine. Hiyo chupa ya wine ni ya 3000. Yeye anakunywa pombe ya shilingi 200. Ni spirit. Inasema sasa ni kale, mulika pale. Kale ndio hapo pale. Na unaona ukinunulia chupa tu nakuja kama umevunjika, hizo majority zote zinakuja, unajikuta unajileta hapo. Unataka kama getano. Ukikamata ukimaliziwa sasa ndio unaanza kufunguliwa macho kuonyeshwa huyu ni nani. Sasa hapo ndio nakimbia kwa bishop kuomba. Ati niombe kwa kalenda mwaki wako. Hii imewaka moto. Ni nini? Alileta mtu kwa kitanda yake kwa kalala hapo. Kaka kidogo asikia kameni kama kwa kitabu, hata unasikia kameni kako na mimba. Abesai yule unasikia mimba, mnaishi ploti hapo kwa nini anachokongana tu anaingia hivi hapo ingine na anarudi tu hapo. Quickly kwa sababu hakuna anointing ile ya kukaa. Hakuna argument mingi, anakwambia niache. Sasa tukiwa mimi na ropa ndio yako. Sitaka you have no power to resist because this guy is carrying a missile. He is carrying an anointing. Mbaya kubwa, iko na nguvu. Akikusukumuzia tu unaona miguu yako imeweza kutembea hivi tu. Why? Because you have no power. Kuna watu huwezi kuresist. Hata ukuwe bishop huwezi kuresist. Anakukamata na anakushika na naye. Unakuja tu kujiuliza, tikaki yake na modole mshika hapa. Why? Because ile kitu iko ndani yake. Kwa sababu Biblia inasema katika Yeremia 1:4, kabla hujazaliwa nilikujua. Kabla haujaingia kwa tumbo ya mama yako na baba yako nilikujua. Bwana Yesu sana. Mimi hata kabla hujaingia kwa hata kabla ukana ukawa kutane ulikuwa unajulikana. Mimi hata kabla ya kukawaguka na kukawaguka kukutana kushosho kukutana shosho wa shosho na kukawaguka kukutana ulikuwa unajulikana. So how old are you? Yeah? How old are you? Sasa alafu yule wa kwanza kabisa mwenye alikuja alikuwa msherati. So huyu msherati kuna miaka ngapi? Very old. Sasa inakuja kwa nakuta kamseka na simama tu hivi, unaona wanawake wote wanaanza kufanya. Huyu mwanaume, because the power in this man is compounded by the authority and the age. Labda kuja kwa jinsi. Pepo toka. Tunakemea mapepo. Tunakemea mapepo. Sasa unakemea pepo kumbe na hiyo pepo inakuangalia tu hivi. Ndio unaangalia ukitoka hapo unaenda kwa ofisi hapa na bishop unajibabusa jasa lazima because you are daring something you cannot be able to win against. Kulikuwa napigana na mzee wa miaka 1000 na wewe hujafikisha hata miaka 200 hata 100. Unakemewa. Ukitoka hapo unasema Asha Jino nani jamaa alikuwa na suti inakaa kile shili. Mwambie nataka kumwongelesha. Ikiwa ofisi secretary tupatie kachai hapo. Kisha the next minute Serena kuja kwa specific. The next minute mko na ibada kwa karibu fulani. Bishop na mshiriki. Why? You dared a demon that is much powerful than you. It came to swallow you. And that is where many of us have failed. That is why you need to pray to God to understand what kind of a demon that is this. Look at the pattern in your family. Angalia patterns.
uone family marriages iko kwa family sio sisters wameolewa, your brothers wameoa, wamemaintain hiyo kiko. Hakuna. So wewe ndio utatoa ikaona, naambia ndio jamaa hizi. Kaliko kabeka. Taka kauma ndio kale kalikuwa na baba yao Juda. Uliona baada ya Juda, alienda kaka mahali strategic. Juda akipita, alijua Juda bibi yake amekufa. Sababu alikuwa anajua huyu mzee. Dakika leta weka ndani. Na alienda kaka in a position bali huyu mzee lazima atakubali. Na akaweka buibui kwanza na Waislamu, kaliweka buibui kwa sababu huyu mzee huyu ni mtoto, ni bibi ya watoto wake. Mzee akapita hivi kwa sababu yenyewe bibi alikuwa anakuwa karibu na sikana. Na sisi ni wazee. Sisi ni wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akaenda kupita kwa kama malaya, alikuwa kamejiseti kama malaya. Mzee akaambia wewe, jali ama ni nani kaano ndio wazee. Wanaitaka mtu yote jali. Na mimi nataka kukupa jali. Oh, how are you? Wewe unafanya nini? Hata mzee anaweza kutokosa. Kwa sababu kamejiseti katokozeke. That is how these altars do. Itajiseti. Kama mama automatically wakati mzee alifika hapo, alikamata hiyo magnet. Ile magnet ya huko ilikamata mzee. Mzee hakuenda. Mzee alianza kumwaga mate hapo na akaona kasichana na akakapia sasa ya just tu kama tatu. Ndio naona si mzuri. Mzee kama mama alikuwa strategic fulani, kamuuliza mzee, nitakupatia au utanipatia nini? Akamwambia mimi niko na busi nitakuletea. Akamwambia leta busi, nikelea busi hapa. Akamwambia busi iko pale. Akamwambia sasa fanya hivi. Kama unataka nipatie kitu nishika, uende busi. Kama alifanya nini? Kalimwambia nipatie hiyo. They go for strategic things. Tutirapepeo. Hasha kakakaja ameshika mudegi. Namuitisha leta hiyo mudegi. Na hiyo tu ndio ilikuwa target ya huyo mama. Si kitu kingine. Target. Alafu coincidentally, not even coincidentally. A well organized plan. Mama bebe yake ilikuwa tayari kufuata rais. Sababu hakufanya mara mbili, ndio tamasha kende. Ndio tamasha kende. It was one hit. Ndio mara moja. Na mse na pepo bili sikia kwa tuko. Na kama kakahepa. Ule mtu Abdullah huyo rafiki ya Juda. Akaenda kuleta pusi, hata akaulizia, kama malaya kana kwa roho kwa kabla yetu na ile malaya. Because ashamaliza job. Bwana Yesu asifiwe sana. They will come and they hit you. Na wakimaliza job mtakutana nao kwa barabara wakiwa na suti kama hii na utashindwa kama ni wale walikuwa. Because they were on a mission. There are people that will come in your life on a mission just to destroy you, just to bring down your ministry, just to bring down your business, just to bring down your family. On a mission. Pure perfectly. Anakuja anakaa 6 months. Na akimaliza anaondoka na sasa kijaribu unaikuwa for ways wanaume wengi kama mimi na wewe ushaikuwa upata na kisichana wakati ulikitokosa kilitokeseka rahisi sana ulipomaliza huyo msichana atataka kukuona hatakaki hata kumsikia unampigia simu na kuuliza unajua ni ndio why not lakini wao mwisho kwa roho because she was on a mission strategically for that one day. And the moment she finishes her job, hiyo kitu inatoka kwake inaenda kwa mwingine kufanya kazi. So not unless you know you have the spiritual power through prayers to understand what to do, where to do it, and how to do it, you will see faith. Ninaweza kuruka huyu ndio hapo na hiyo kidemon. Ninaweza kumruka nikatae kabisa. Hiyo demon itahama hapa, itaenda kwa huyu. Na huyu utakuta akiwa secretary kwa ofisi ya president. Na hiyo siwezi kwa sababu nataka appointment. Akameta kutemesha appointment. Sasa utampeleka kwa hoteli mnunulie chai, alafu useme ndio mkamate mzuri, mfanye comment. Ile ilikuwa kwa huyu ulihepea kwa huyu kwa sababu ni maskini imemkamitia kweli. So you must be able to understand
how to evade and how to win. And to win, you must be able to stand with a prayer that will reveal to you what is an obstacle in your life, what is a challenge in your life, what makes you poor. Because these people, they come to impoverish you, to make you poor, to make you stagnated, to make you not move forward. They make sure that you don't stand. They make sure that kabiashara, ukienda kufanya kabiashara, lazima uote na wewe spiritual husband and spiritual wife. Ama kimsichana kinakuja kileko kama hiki, na unaona leo begeti kile. Na unasikia ametoka Mombasa na lazima kuja naye. Na ukikuwa kuna wakati ulikuwa unamtoka sana, lakini alipata akubali. Lakini sasa amejiona mpaka kwa hivyo unasema wewe ndio ibada hela. Bwana ya osho na ukifanya hiyo tu, the end of the day. Kesho ile biashara yako inafanya inaisha. Na huyu anakuambia nimefikiria nimeitwa na mama yako nirudi Mombasa na ni emergency because ameaccomplish the job. Job imekamilika. Hiyo tu kuguzisha tu hata ninyo push. Hakuna hii na hii ingine zote ni the same. That is how it is. Look at this now, you know how to stand in a prayer. Because you are weak, you must portray yourself to God as a weak vessel that needs an empowerment. So that when you portray yourself as a weak vessel that needs an empowerment, then God will empower you. Will put the Holy Spirit in you to change or to remove all those evil attacks in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, let me dwell, in verse number 4, let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. That's a prayer. Now this is surrender to God. Now this is to say perfectly under the wings of God that let you be my shelter. I want to live under you because you are a weak vessel. Wacha nikwambie, you are a weak, unaweza kujikausha. Kuna mama wanajikausha kanisani nasema mimi nikaa mtio, lakini siku moja tu atajikuta mahali, ataguzishwa tu. Hiyo fragility yake ivunjike, na hiyo miaka 10 ama miaka 20 ameishi akiwa msafi. 30 years ameishi akiwa msafi. Inaspoiliwa na one thing, just one, because of a date alipatiwa kwenda Mombasa. Na hapo ndio walikuwa wamemtegea. Watakutega tu, watakungoja until mahali mnaongeapo as a family. Kila familia kuna mahali wanaongeapo. Kuna watu wanaongeapo at 40 years. Kuna watu wanaongeapo at 30 years. Kuna watu wanaongeapo at 20 years. Each family kuna mahali inaongeapo. Ndio unachukusa unaona. My brother alikuwa na pesa akiwa na 30 years, akakuwa na mamilioni ya pesa. Alipofika 40, pesa ikabadilika. My sister walikuwa mataji wakapata, walipofika 40, pesa ikateremka. Because there is a limitation level. There is where mumewekewa mahali pa kuokewa. Not until you understand where tunagongango wapi kama familia. Angalia sister zako, divorces zao zilitokea after miaka ngapi ya ndoa. Brothers zako zilifanya divorces zao zilifanyika after miaka ngapi? Utaona ni either kama ni 5, 6, 5. There is a pattern that is correct. Zote zinafanana. Na hapo ndio unajua this is where the problem of this family is. That is, you understand, this is where the challenge we have iko mahali hapa. The day you come to understand the challenge where iko, ujue ni ya miaka ngapi, ujue ilikuja aje, because you must also understand how did this challenge come. Kama ni spirit ya usherati, ilianza na nani? Na ilianza kwa nini? Kama ni spirit ya vita, kama sasa hiyo ya Musa, kama angejua ai-address, ajue from Jacob, kuna laana because ya kukatakata ng'ombe, angejua how to solve it. Angejua how to change it, and things could have been better. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kama ndio kitu hapo. Unashika kitu? No. So you must be able to know to fight a demon or to fight an altar that is operating in your family. It is not a walk in the park.
Nairobi, for example, is an altar. When I say an altar that controls so many things. Just from the name Nairobi. Nairobi, the name Nairobi is not a Kikuyu name, it's not a Kiswahili name, it's a Masai name. Na Wamasai mahali popote wanaendaga, wakifanya huko, wafanya kafara, wachinje mbuzi, ama ng'ombe, wainue maajabu, kisha they name the place their name according to the altar yao. And they came to Nairobi, they came Nairobi, enga maji baridi, na walichinja. Wakaenda Rongai, wakaita Ole Rongai, wakachinja. Wakaenda Ngong, Ole Ngong, wakachinja. Wakaenda Naivasha, inaitwa Naivasha, wakachinja. Wakaenda Nakuru, wanaitanga Nakuru, wakachinja. Wakaenda Nyahururu, the same. Wakaenda Nyeri, the same. Wakaenda hapa Kangudo is a Masai name. Wakaenda Kangudo, the same. Masai dominates the country. 90% of the country is a Masai land. Yet, you bear the name. But every place Masais go, they slaughter. Everywhere they went, and their names are standing, and nobody can change it. It is the only Masai when I've bishop we get to parliament. Waende wakaope. Waende Ukristo wako. Believe it. Anaenda na ligaliasi zake. Anaenda na kiroa, gosi, na manyungu na kila kitu. Kuomba parliament. Because they own Mungu. Na anabeba sodi, wewe beba leo. Beba sodi leo. Leo ununue bebe sodi. Hapa utiti hapa. Utakamata na silaha hatari sana. Lakini Masai ako na sodi hapa, ako na kisu hapa na anabeba mkuki. Na ulizo ni nini? Hizi ni vitu za kitamaduni. Why? Because they own the ng'ombe zao zinaingia hapa town, zinazunguka hapa kwa Sakaja, zinazunguka huko, zinakula nyasi zinaenda. Lete ya kiabu. Uone moto. Ng'ombe yako utaikujia kitabuleti kule. They own. Na wamekamata na walikamata. Not until something else is being done. That will never change. Amasa, kama sasa unataka Amasa iko na sanga. Parliament lazima ukiwe kwa na suti na tai. Lakini Wamasai wanaikuwa na shuka. Maji kuliko hiyo ni television yao. Wamekamata wetu na konano na huyo mwingine Olekina, anataka Olekina, anaingia na mashuka bila kiswali, anaingia kwa parliament, lakini wewe ingia na kwa kama hiyo, unafukuzwa. Sasa ndio tamu, fukuzwa. Why? Because the altar that was raised by their fathers is still existing. Is it bad? Bwana sifiwe sana. Na hiyo ndio muhimu kuweza kujua kweli baba yako hapo anywali huko. Kana kukawa anywali huko. Kama kuku yako alikuwa shibo, ndio afanyike shibo wakati wa msuku, aliwa watu wangapi? Because ndio upate qualification ya kupata shibo na msoko. Lazima kuna kitu kiulifanya kikafurahisha msoko. Sasa unaulizaka ni kwa nini watoto wenu ambao wanaitwa Karanja yule kukaa wanakufa kwa kifika miaka 10 ama miaka 20? Because kuna familia ambao kuna mtu hawezi kumname after. Akimname lazima mtoto anakuwa bubu, mtoto anakufa ama anakuwa kiwete. Na unakuta kila mwezi wa 8 kuna mwagikaga damu, kuna mtu anakufa kila mwezi wa 8, kila mwezi wa 6, kila mwezi wa 3. Unakuta kuna mtu anamwaga damu. Na kifo ya kwenu yote ni ya umwagikaji wa damu. Kuna damu inamwagika because kulikuwa na kafara ilikuwa inatolewa ya usi. Sasa kwa sababu huyu alikuwa anachinja alikufa ama aliokoka na akaiwacha. Sasa hiyo inakuja ndio Wakikuyu unasikia kwa kusema ngoma itole kakani kate. Huko ngoma nishika kate. Waislamu wameualia wamekuja na wamekamata na wao. Wanafanya nini? Wameualia ni wakilewa. Waislamu ni wako na ujanja mkubwa. Unaonaka wakipita mguu, wengine wanakuta hawana viatu wakitembea. They are possessing. You must possess. Bwana asifiwe sana. You must possess, alafu unatoa dhabihu. Unatoa sadaka. You possess. Everything is possessed.
Wakati tulikuja hapa tukaona hii nyumba ilikuwa na matatizo, tulikuwa tumenyimwa kupatiwa. Lakini nilirudi kwa kule na nikainua madhabahu, nikainua sadaka sacrifice, nikapeleka kwa my spirit, sikumwambia ni nini. Nilichukua mchanga ya hapa chini, nikachukua kadogo, nikaweka kwa bahasha na nikaweka sadaka hapo, nikapatia my spirit. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia kuna kitu nataka kushika na wewe. Akaniambia na Mungu akujalie ushike. Jioni nilipigwa simu ya hapa. Nilipigwa simu. So unaona wachawi ni wakiona kuliko Wakristo. Sasa wachawi ukienda wanakujeka, wanachukua vichaka na mguu yao na wanapeleka wanakuroga. Na hiyo katika Biblia, Jeremiah aliambiwa Biblia the book of Jeremiah 22 verse 29. Anasema all land, hear the word of the Lord. Not the word of the devil. Hear the word of the Lord and write this man down. Ni mchaka. Ili andika huyu mtu. Sasa fungua so mama ananiambia kama ni pesa. Fungua Jeremiah tu. Bila uono. Bila uhadi kitu hapa. Fungua Jeremiah 22. Anzia verse 26. Simama mpatini mwe. Kwani zime. Like this. Wewe mabiso. Yes. Anzia 26. Okay, 26. You will never come back to the land you long to return to. This man, your Shammah, a despised, broken pot, an object no one wants. When will he and his children be held out, cast into a land that they do not know? Oh land, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. Record this man as childless. A man who will not prosper in his lifetime. All land, write this man down. Hear the word of God. Sio shetani. Jeremiah anaambia mchanga. Hear the word of God. Hear from God. Na Mungu ndiye amesema, write this man down as a childless. Ni wapi ya Bwana? Ni wapi ya biashara? Ni wapi ya kidogo akitoka? You are written and mchanga ndiye write this man down as childless. Andika ni kutoka hiyo. Andika ndio usisahau mchanga. Hapana, si uandike wewe. Ni Biblia inasema mchanga uliamrishwa uandike, kumaanisha mchanga uko na mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama uko na mikono uko na mwili. Na kama uko na mwili uko na macho. Na kama uko na macho uko na masikio. Kwa hivyo mchanga uko na uhai na unasikia. Andike huyu mtu. Andika huyu mtu, soma na Kiswahili. Andika huyu mtu. Inasema, nchi, sikia neno la Bwana. Hili ndilo asemalo Bwana, mwandike huyu mtu kama asiye na mtoto, mtu ambaye hatafanikiwa maisha yake yote. Kwa maana hakuna mtoto wake atakayefanikiwa. Bashia hapo. Kwa maana mtoto wake atakayefanikiwa. Kwa hiyo kama ufanikiwi, ujue kuna tatizo na mchanga. That's why it's very important for you to speak to your soil. Ukienda kununua product data, usiende tu kakalie kwa hiyo product ngajenge. Atakaina haya bradi, no, speak that ujui ni madhabihu mangapi. Ujui ni altars gani zimefanywa kwenye mdogo huo. Mgodosho wanyu duwe mema kokona mega na basi yokodo. Hauju. Niko kwa mabodi ndio ilika fuli shigera. Taruko ni chakahora si ilikuwa inawekwa msalaba. Ilikuwa inawekwa chakahora. Haikuwa inawekwa msalaba. Niko tataso vizuri. Watu wakuja warudi wakatakatiwa plot. Bwana Yesu sasa. Watu wakatakatiwa plot na wajenge, wakakoyo mteremke huko mjenge. Wakati yuko ugasho no nei ndio wakati.
Yote makuta. Ate kubali ya kila mne hada gile. No, tiko kolega ya kole gile. Na hade, henda roho ehola halida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ploti mmenunua hendo uchunguze sana. Ni nani alikuwa mwenye hiyo shamba? Ni mkafani. Alikuwa mganga ama alikuwa mtu mzuri? Sababu maiuka kudibia alikuwa mganga ndio alikatakata shamba. Kwa hivyo kulikuwa dikendania huko ndio alikuwa amesika hizo vitu zote. So ukikuja utaoperate under those authorities ambazo amewacha. Hiyo uganga iko kwa hiyo shamba aliwacha. You will be operating on that. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason we need to know how to pray, to ask so that God can reveal to us these things. Umesikia Jeremiah aliambiwa azungumzie. It has been revealed to Jeremiah. Akaambiwa aliambia just talk to the soil. Don't talk to this man. This man, unajua ni kwa nini aliambiwa speak to the soil? Why? You know why? What are you? What is this? What is this? What is your money? What is your car? So the soil has been told, write this man down as childless. Being childless, you will never be productive enough. Na ukienda kujaribu kutengeneza pesa, mchaka inakuitisha, inakuweka kuchini. Inakuuliza, ndio nami na nini gani kiwaro? Ndio hapo niweka hivi. Ndio tukaze. Ndio nami niweka neti. Chakula pia unapapa. Sianesi akushio deseni kuja kanya mwisho. Ndio nami na dimu kani. Zinakumesa, ndio unakutaka kila mwaka mnazika. Na mnatafuta ni nini kimekula mtoto hakuna, ateweka leteni yako. Yako ni barasha aliwa tu. Because walikatazwa na mtu wewe mmoja ameleta kakali kwa hiyo kwa mtu. Na mnafaa kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. So it is very important for you to remain in the wings of God and to know how to pray. Today I'm teaching you about how to pray for these things to be revealed to you. It is not about commanding prayers. Stop these commanding prayers. Go papa na kokota, nina haribu, na kemea. Wachana hiyo ni ujinga. Tiana ujinga. Sasa hii utakemea namna gani? Na ni Mungu amesema. Utakemea namna gani? And it's God, hear the word of God. Look, sasa hiyo utakemea Mungu. Takemea, wewe unakemea Mungu, takukemea. Wewe ni Mungu na kukemea. Na yeye ndiye amesema. Yeye ndiye amesema. Uandikwe chini. Hallelujah. Bombardment prayers wachana nazo. Seek to know what could be the challenge. What could be the problem that we are facing as a church? What could be the problem we are facing as this church? What could be the challenge we are facing as my family? Ni nini? Tumeoana lakini hatupati watoto. Why? There could be. There's much reason. So your brothers wote wako na watoto, your sisters wako na watoto, but why me? Now that is you go deeper to seek from God. And that's why Jesus taught us this one prayer. Pray and you will. Yeah? Pray and you will be answered. Bwana Yesu asifiwe sana. And then he continues to tell you, seek and you will find. Knock and the door will. That is a whole Bible. Those three phrases. That's a whole Bible. You don't need to have anything else apart from that. The whole Bible. Pray. Omba. Na utajibiwa. Na usipojibiwa, stop praying. Start seeking why God is not answering your prayer. Not why these things are happening. Seek from God. Why are you not answering my prayers? Because there must be a hindrance. Lazima kuna kitu kinazuia maombi yako hayafiki. So you go to God to ask God. That's why you seek from God. What could be the challenge in my life? And that is why now God will tell you kuna milango imefungwa. Kuna milango ya kiusherati. Kuna milango ya kiuganga. Kuna milango ya mauaji. Kuna umwagikaji wa damu kweli. That is now
Amekwambia kuna milango. That is now when you go to knock the doors with a sacrifice. That is when you discover there is an altar. Kuna damu ilimwagika kwetu. Na hiyo damu ilimwagika kwetu ilisababisha kukakuwa na madhabahu. Kuna watu walitoa mimba. Kama ulitoa mimba, uliinua madhabahu. If you have ever aborted, uliinua madhabahu ya mwagikaji wa damu. Na huyo mtoto ambaye ulimtoa, they say it is the body that dies, but the spirit is still alive. So the body died, but the spirit is still going. Kwa hivyo ukizaa wale watoto wazuri unapenda na ukawaweka kwako, watasoma vizuri, lakini kuna kiwango watafika waanze kuvuta bangi, because yule atawatorment. Sababu inazungumza, kuna kitu ambacho kitakuwa against your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio mhubiri mwingine alikuwa akisema si ajabu ukifika mbinguni utakutana na vitoto vinne vinasema na mtu anani nani? Ndio waikilie kioro. Unasikia unaingia kingine kiko hapa vinasema nini hata ile baba. Kingine kinakuja hapa nini hata ile kioro. Vitoto vinane vile ulikuwa. Vyote vitavikuta huko bila kupotea. Na hivyo vitoto ndio vinazuia watoto wako wabarikiwe. Hawatabarikiwa. Because katika ulimwengu wa kiroho, ana watu wa katika vitu vya ulimwengu vya more spiritual than vitu vya ulimwengu hapa. Sasa wale ambao kwenye ulimwengu wa kiroho wanauliza wao ni wawasi ya nini tukio lao. Okay. Kwa hiyo kile safari for it. Because they are in the spirit, they are controlling. Na ndio unakuta unalea kimtoto kizuri na kipeleka shule mzuri, unakisomesha mzuri, ukimaliza tu kinaanza kutabaki, kinakutukana na balaa. Kuna mama mwingine aliniambia alitukana na mtoto yake. Akasikia. Na huyu mama slowly kabisa hapa juzi mtoto yake hapa. Yake. Nani kwa hiyo? Jana alikuwa mgonjwa, alikuwa anakohoa sana. Kuleta tumuombee. Hiyo roho ndio inamkohoesha ndio akule pesa. Digo, hiyo ni pesa ile hiyo. Bwana siweza. Tunasikia alipiga mama yake. Huyu hapa. Hiyo ibada ilikuwa kwa sana ya msamaha. Siku imalizia, tutaimalizia sana sio. Hata mimi nilikamata mpaka nikakumbuka kuna mtu sitaki kuongea na yeye. Nilitoka hapa nikaikia pale nikampigia simu nikamuuliza watu wenyewe washangaa. Alistuka kusikia mimi nampigia simu. Kwa hiyo anaambia tukaongea. Nilihubiri nikajihubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kuna mtu hakulia sana. Kila mtu niliona amepiga So you must be able to go deeper, to be able to extract what is this that is hidden, that has been containing you. What is this that has always obstructed you from succeeding? Because it is a small thing. That the show. No Korea. Nebuka waruka, nuwekate, ndio nakukulaka. Bwana Yesu asifiwe sana. And once you understand this, you become good. When I understood that it is me, hiyo mambo yote ya mgiki nilikuwa nafanya sio mimi, ni mzee anaitwa Waruinge. Sio mimi. Si kwa mimi. Kwa sababu nilienda nikapata ile kiapo alikulisha watu. Kiapo ya kwanza yeye alitupa. Kiapo. One by one, ndio nilitengeneza nikapatia vijana wa mgiki. One by one. So, was it me? Senior, word by word. 7 oaths, word by word. Na mimi nilikuwa na 17 years nikitengeneza. Nilianza kukulisha watu kiapo nilikuwa na 17 years. Na nilitengeneza exactly kama ya Ndura. So, all the time I operated ikiwa mgiki, ikiwa kule kule, it was not me. It was yourself. So, until you come to know new word ya dini wako. Nikikia dini wako, nitatoa wani. Tanto yo creo que va a meter teatro, ni que igual a la meter teatro. Bwana ni abajo.
Bwana Yesu asifiwe sana. So until you are able to know, that is when you start your salvation. That is when you start the beginning, the journey of salvation. Salvation sio kusema tu Bwana Yesu asifiwe ama kusema nimetubu dhambi zangu. That is a platform to begin the journey. That is a platform to start knowing yourself. That's the beginning of the knowledge about your life. That's the beginning of understanding where you are headed to. Otherwise, salvation will be useless to you. It will not help you. It will not elevate you to the next level of life. If it's not going to make you become whom you're supposed to be, if it's not going to sustain you to know yourself, na kama hiyo ya huyo Konaya aliambiwa ni mchaka hapo kena Jeremia hapo kena mtu aliokena mchaka na aliambia alikuwa anasema mchaka uandike Konaya hata za uandike Konaya hakuna biashara yake hata faulu hakuna kitu atakuwa ni mchaka ukazungumzwa. What could it be the challenge you are facing? What could it be the problem you are in? Mali nikana. Yule atiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anavuta bangi na unashika ni kwa nini anavuta bangi? Na baba yake ni pastor, mama yake ni pastor. Jamaa kimekuta bangi. Ukatafuta anko. Ule ameitwa ni muuzaji wa bangi. Kwa hivyo the spirit inaruka huko na ina activate. It does not care whether ni mtoto wa pastor ama ni mtoto wa bishop. It does not care. Haijalishi wewe ni nani. And this is planted. It is not a one day thing. It's not a one day thing. Ni kitu naweza kuta, ni kitu iko na miaka 100 katika familia yenu. It is something that has been happening. Jiulize ni aje inakuwa Kenyatta akuwe president, tukae tena kijana yake akuwe president. How? Hakukuwa na wanaume wengine walikuwa president? Kulikuwa na wanaume wazuri. Hiki kile kimundu kiandika na nafaki na mwana. Nafikiri kwa haka ndio kwa Ndura. Nafikiri kaji kwa Ndura. Nafikiri. Kumbe sasa hivi natayarisha mtoto yake akue. Hii video unaona hiyo unasumbua iko barabara. Hii si raia ni Uhuru anafanya hizi vitu zote ndio mtoto wake apate position. Wanadisoma na hizo Ruto aotoke waweke Raila ndio mtoto wake akuje. Hiyo ndio plan iko. Sababu hiyo uko yao ni maana ndiye kiko kwenda dola maji. Hana ubaya ni kikokona ni wote wanazungumza kwao ile walilezi baba yao walilezi na walilezi wapi enda hapa KCC utamkuta msema kalia kijiwe na hapo na Jogoma na ameshika hivi amekaa hivi upande hii ni City Hall upande hapa nyuma ni koti upande hapa ni KCC na serikali uko mbele ni bunge baba kadi mtangusha hiyo kitu ndio kitu ya familia kwa nyuma kila kitu barabara kila kitu wende Uhuru Park ni yao, wende Uhuru Garden ni yao, Kenyatta Avenue ni yao, Uhuru Highway ni yao, kila kitu, Kenyatta Hospital ni yao, Kenyatta University ni yao, kila kitu, because hiyo ndio kuinua madhabahu na inaendelea kuongelelewa. Every time you must mention them, you lift them up. Bwana Yesu asifiwe sana. Every time the Kenyatta Avenue unawainua, the Uhuru Highway unawainua. The KICC Kenyatta International Conference unawainua. The Jomo Kenyatta kiwanja vyake unawainua. That's a sacrifice. That's a confession sacrifice. Uhuru Gardens.
kitu hii unaona kwa serikali, it is coming. Kuna yeye wa Jubilee, yeye wa Uda, yeye wa Uda. Hakuna. That is coming. Na nikiona raia dakika ile kitu ndani ya korebe kwa wakati. Ndio ile ile kwa mbora na hali. He has never been a member of Kanu. Ni ile tu alijoin kidogo alafu akaleta ile tika ikaharibu ndani ikafukuza. Hata wakalia because there is a covenant. Yule atatawala ni lazima atoke kwa mudhilipo ya Kanu. For the next 100 years. Otherwise revolution inaweza kuleta hiyo change. But not ni mleji but all Mario kama kakubabu. Alina akili ya kila yeye ndio mkakira hapo. So what is mnajibu chama ya Juda bado ni chama ya Jubilee. Kwa hivyo ni nani atatawala hapa? Moi. Ashabu hivyo kaangalia na sura nzuri. Tuache siasa, tuweke sana siasa kati. Tuangalie sura kwa sura. Weka huyu mzee hapa na weke huyu mtu hapa. Hivi ndio pama ya madhabahu. Wao wataendelea kukaa hapo. Wataendelea as long as madhabahu inasema hivi. As long as madhabahu inafanya nini? Mimi unakutaka napigana, mimi nakuwa violent. Kuka yangu aliinua hiyo madhabahu. Unanikuta niko ngana na watu. Napigana na madhabahu na gongana. Hivi yote mnaona ya Ezekiel ya ndani yote siliwaambia Novemba. Hivi kunaenda siliwaambia vile kutaenda. Kunaenda. Watu wakaniambia wewe ndio umeeleza kwa controversy. Yes, I was not controversial because on ya kwetu hiyo ya ukadi controversy. Ukadi alianzisha mambo yake kupigana na mzungu bana kaenda. Na hata sasa nitapigana na madhabahu ya kanda kwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how we transmit things. That is how you need to know yourself. Uache mambo mingi na sarakasi mingi na kwenda atunaenda kuhutio. Hawa kaka wanataka kuchukua uganga huko nini? Mapasta wanataka kutazania na Nigeria na Ghana kwenda kuchukua uganga wakuja kufanya. Hafanyi makosa. Ni kwa sababu ametoka kutoka mudhilimu ya muganga. So ndio unaona analocate kwa nyumbani. Ni ile gari anaendesha ni gari si ya pande hiyo, lakini akiikio gari kwa ni yake. Driver gari kama ni Mercedes ama ni Toyota, ugurumisha tu itaguruma na itaeka petroli. Ministry ni petroli inahitaji tu kuwekwa na igurume. Idadi ya independent ipatikane. Kama tunaenda Shakahora na tunaomba na tunalazwa huko na mambo na unaona watu wanaendelea. Because niambie, unasemekana sasa ni around 109. Kama imeongezeka. 110. Unataka na hii kitu nataka kuniambia iko inajulikana. Alafu nilisikia kama mtu kingine kakiongea kwa KTN, sio kama mlikaona. Akasema hii mimi si kama ile imekufia huko, ilikuwa preserved. Nataka msee wale walikuwa nafukua. Amesema kamegoroka kidogo kwa sababu ya kuona hiyo maneno. Kamegoroka kidogo. Kanasema these bodies are not ordinary, they were preserved. Meaning kuna preservation then dumping. So this is not a small thing. Niliwaambia about this kingdom. Na niliwaambia ni mwezi wa 3, wa 4 na wa 5. So niliwaambia ndio. Is it not happening? So more inakama. Ndio kuja. Na sasa ndio mtajua the lead comes. Na sasa ujiulize. Wale maroya wawili walipeleka walilipua ndege na raia chopa. Waende wakatetea huyo msema. Which is right. Kukumbuke mzee aliweza kusema ati hii maneno yote ya huyu kijana. Hii ni ya huyu kijana. Alafu urudi nyuma kidogo, tulikuwa Kasarani. Na tukaja Kasarani. Nani alikuwa ameorganize amefinance hiyo maneno?
the second lift. Sasa where is it headed? Hii maneno yote ukiangalia na jicho yako ya kiujika unaona hii vita inaenda wapi? Vita imekamata nani? Ndio naona ule mtu amesemekana akae ndani ndio waoe. Atawaosha. Sisi kama mnielewa. Rudia kidogo. Nitarudia. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu. Bado mujaona unfold, things will unfold as we go by. Ndio utakuja uone kuna connection ya huyu na huyu ni kazi anafanya, huyu naye ndio kuhifadhi. Hii ni timu moja na ni timu iko bali. Mmenielewa? Ni timu kubwa. Najua nataka niwaambie namna gani. Mimi si ujinga kama. Lakini nakwambia ni timu kubwa na ni timu moja. Inafanya hii, inafanya hapa, hii inafanya hapa. Hii inafanya hapa, hii inafanya hapa. Hapa utasikia kuna wa Nigeria, kuna wa Kongo, kuna wa Sudan, kuna wa nini. Kuna yule jamaa anatoka na ile kipindi ya Jere Wadireko. Wadireko. Ndiye kipajua tajua kutawadie. Mara ni washo. Mami. Ni mimi yule. Sijabadilika. I said, natumai mumeelewa jinsi ya kujitafuta, jinsi ya kujua what is eating. You may be fighting, umeokoka miaka 10 kwa wokovu, miaka 10 remain faithful, but the more you remain faithful, the more things are getting worse in your life. You've been to church, you've given everything, umefanya sacrifices, umefanya everything that is needed. You've served, umekuja baba umewasha choo na mkono, wacha na brush na mkono ya kanisa ndio upate upako. Unakuta ukitoka hapo unatoka na ugonjwa, kosi yote inatoka. Umetoa pesa baba umefilisika. But nothing is happening. It is all about going back. Searching yourself. See which background that you come from. Jiulize mpaka territory. Ezekiel 16, the Bible says, make known to Jerusalem the abominations, her abominations. Make known to Jerusalem her abominations. So Jerusalem was facing an abomination. Why? Because in his nativity and origin is from the land of Canaan. So Jerusalem was suffering, not because they deserved to suffer, but the name that with Jerusalem, the land where Jerusalem is built on a name called Canaan. Canaan ni mtu ambaye ni mtoto wa Ham aliyelaaniwa, kumaanisha Jerusalem imejengwa kwenye msingi wa laana. That is why they are suffering. That is why challenges have been so huge. So your land that was owned by your father, your land that where you live, unaweza kuwa umekomboa nyumba ndio ukoborete, but hiyo nyumba ina kifo. Ukifuatilia historia, mwenye alikuwa kwa hiyo nyumba alikufa na kansa. Ukifuatilia nyuma kidogo utakuta hiyo mwingine mwenye alikufa na kansa. Na hata mwenyewe mwenye kujenga nyumba alikufa na kansa. Na wewe umeambiwa matiti yako iko na kauvimbe. Mimi kansa inakukamata. A house, nyumba ambayo unaishi inaweza kusababisha matatizo ambayo unapata. Shamba ambalo unailima
can cause an issue in your life. Unaweza kuwa wewe ni msafi, kila kitu ni sawa, lakini hii shamba ilimwagika damu, watu walikatakatwa, watu waliuliwa kwenye hiyo shamba. Kuna damu ambayo inazungumza. You will never be able to succeed. Kampuni ilianzishwa, na hii kampuni iliyoanzishwa ni ya matatu ama ni kampuni ya biashara fulani, lakini kulifanyika wizi, kulifanyika mambo ambayo ni machafu, kisha wewe umekuja umekuwa CEO. You will never succeed because of the background. Shule zile tunapeleka watoto wetu, it is always no good to understand what is the foundation of this school. Hii shule ambayo nimepeleka mtoto ni ya nani? Na foundation, historia ya hii shule ni gani? Maana historia ya shule hiyo ina mizimu, ina mauchawi, ina mambo mazito, ina madhabahu mazito. That is why mtoto wako akienda huko anakuja unaitwa mtoto ni mgonjwa, na ukimpeleka shule nyingine mtoto anatafuta ugonjwa unaipatikana, depending who is the founder of the school. Could be is a Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. Always interrogate your life before you call yourself a Christian, which is right. Call yourself a Christian. It is right, very good. To be a Christian is not an evil thing, but also try to understand yourself. Try to know what kind of an origination are you. What is the name? Ile jina umeitwa. Umeitwa Wajiro. Wajiro ni nani? Ni sister mama yako. Huyo sister mama yako alikuwa mchawi. Mimi hata wewe characteristics zako zitakuwa za kiuchawi. Alikuwa mcherati. Mimi hata wewe utakuwa msharati. Alikuwa mtomea na roho chafu chafu. Utakuta hata wewe kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana for you to unravel yourself, to unpack yourself, so that you can be able to understand who you are. Because wewe labda unaona hana mwili tu unaona, lakini hii ni bomu. Unaona kijana kama hiyo, unaona ni mwanaume mzuri sana, kumbe ni bomu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jipeleke mbele sana. And this only utawajua tu. Ndelea. This you can only know if you put yourself under the will of God, under the umbrella of God. Ndio amri so that He can reveal to you who you are. Open up your lips and tell God, open me up, nifungue niweze kujielewa mimi ni nani. Mwambie tu akufungue, mwambie akufungue. Just move around, usikae stagnated. Move around, this is an altar for God. Move around, mwambie open up, nifungue tu Bwana. Nimehangaika siku